Wimbi kubwa linampiga baharini, akazinduka akiwa amefungwa na kamba ndogo ndogo, macho yake yakikutana na watu wadogo sana wanaomtazama kwa hofu na mshangao. Kila hatua yake ni kubwa kuliko nyumba zao. Kila pumzi yake ni kama upepo mkali unaotikisa miji yao midogo. Safari ya ajabu inaanza, dunia mpya ikifunguka, na kila tukio linakuwa somo la ujasiri, urafiki na mshangao usiosahaulika, kutoka hofu ya kwanza hadi miujiza ya ajabu. Hii ni hadithi ya kugundua kwamba ukubwa si mwili tu, bali moyo na roho vinapojifunza kuamini. Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, na kutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuianza movie yetu. Mwanaume wa makamo aitwaye Lemuel Gulliver anaamka katika ghorofa lake lenye fujo huko New York na kuendelea na shughuli zake za asubuhi. Anaongea na vinyago vyake vya mashujaa wa vichekesho vilivyowekwa kwenye rafu na kucheza dansi bafuni. Akionyesha upande wake wa kuchekesha, Gulliver anafanya kazi katika chumba cha barua cha kampuni ya gazeti la New York. Siku hiyo anakutana na mfanyakazi mpya aitwaye Dan na anafahamiana naye. Gulliver ndiye bosi wa Dan katika idara ya barua. Wakiwa wanapeleka barua zao za kila siku, wanakutana na mwandishi Darcy Silverman ambaye ni mpenzi wa muda mrefu wa Gulliver. Amempenda kwa miaka mingi lakini hajawahi kumwambia. Baadaye siku hiyo, Dan anatangaza taarifa kuwa amepandishwa cheo na kuwa mkuu wa idara ya barua katika siku yake ya kwanza. Gulliver amekuwa akifanya kazi hapo kwa miaka 10 lakini hakuna anayemheshimu. Dan anadai kuwa Gulliver anaogopa kuongea na hataendelea kimaisha zaidi ya kazi yake ya barua. Gulliver akiwa amehuzunika anatoka ofisini na kumwona Darcy akifanya kazi hadi usiku. Anajikusanya ujasiri na kumfuata ili amuombe waonane nje. Hata hivyo, woga unamshinda na badala yake anachukua karatasi yoyote mezani kwake na kutoka nje. Darcy anamuuliza kama anataka kuomba nafasi ya kuandika kuhusu safari. Gulliver akiwa na hofu anakubali na lazima awasilishe blogu ya usafiri siku inayofuata. Nyumbani, anaiga na kubandika makala kadhaa kutoka mtandaoni kwa ajili ya blogu. Siku inayofuata kazini, Gulliver anawasilisha blogu hiyo kwa Darcy. Anavutiwa na uandishi wake na kumpa jukumu jipya. Anataka asafiri hadi Bermuda Triangle na kuandika makala kuhusu hadithi za meli zinazopotea kwa siri huko. Ili kumvutia, Gulliver anakubali. Darcy anamwandalia mawasiliano na mashua. Gulliver anaruka hadi Bermuda siku inayofuata ambapo anakutana na mwanaume anayemchukua. Anampeleka hadi kwenye mashua ya kukodi na kumwonyesha jinsi ya kuitumia. Safari ni rahisi kwa sababu mashua inaendeshwa kiotomatiki. Hatimaye Gulliver anasafiri peke yake kuelekea Bermuda Triangle. Kwa saa za kwanza anajifurahisha kwa kusoma magazeti ya jinsi ya kutengeneza roboti na kunywa makopo kadhaa ya koke. Anaishia kulala usingizi. Baada ya muda anaamka na kuona wimbi kubwa mbele yake. Dhoruba ya baharini inampiga na haraka anavaa koti la kuokoa maisha. Mashua inatingishika kwa nguvu ndani ya maji. Gulliver anageuka na kuona kimbunga kikubwa cha baharini kikija kwake. Yeye na mashua yake wanavutwa juu ya kimbunga kisha kuingia kwenye macho yake. Skrini inakuwa nyeusi. Anapofumbua macho, hawezi kusogeza mwili wake. Anaangalia chini na kushangaa kuona wanaume wadogo wamesimama kifuani mwake. Kiongozi wao anajitambulisha kama Kamanda Edwardian wa Lilliput. Kamera inapanua na kuonyesha umati wa watu wadogo waliomzunguka Gulliver. Amefungwa chini kwa kamba na mbao ndogo. Edward anamuita Gulliver mnyama. Gulliver akiwa amechanganyikiwa anapiga kelele kwa hofu na kuvunja kamba. Kirahisi, akidhani anaota, anafumba macho. Edward anaamuru wanajeshi wake kumwangusha mnyama. Wanajeshi wanashikilia ndoano kwenye suruali ya Gulliver na kumfanya apoteze fahamu. Anapoamka tena, Gulliver anajikuta amefungwa kwenye gari ndogo na kuvutwa kuelekea ufalme wa Lilliput. Wakazi wadogo wanatoka majumbani mwao kumwona mnyama. Anavutikwa hadi kasri la kifalme na kuwasilishwa kwa mfalme King Theodore. Binti wa mfalme, Princess Mary, anamwonea huruma Gulliver na kumuuliza Edward kama kamba hizo ni lazima. Edward anadai Gulliver ni jasusi wa Blafustia. Gulliver hatimaye anaongea na kumuuliza mfalme yuko wapi. Katibu wa mfalme Jeans anamwambia yuko Lilliput, taifa kuu duniani. Gulliver anafikiri ni mzaha na anamuomba mpiga kamera ambaye hayupo ajionyeshe. Katika tukio linalofuata, Gulliver yupo gerezani ndani ya pango. Anakutana na mfungwa mwenzake Horatio aliyefungwa maisha na Edward kwa kujaribu kumtongoza binti wa kifalme. Edward anawakaribia tena na kuwasikiliza huku akimuita Gulliver Laimas. Edward akiwa na hasira anapowaonya kuwafunga maisha. Gulliver anasema Laimas humaanisha shujaa. Edward akifurahia jibu hilo anawachukua wafungwa hao shambani. Kulima akitumia nguvu za Gulliver, anamfunga Gulliver kwa mashine. Mara mbili za kengele zinasikika kutoka kasri zikionyesha kuwa Blafustia wameshambulia. Wanajaribu kumteka Princess Mary na wameshusha moto kasri. Edward anakimbia haraka kasri na kuamuru wengine wasimuokoe binti, akitaka yeye aonekane shujaa, lakini Horatio anamwomba Gulliver amuokoe kwani Edward hatamfikia kwa wakati. Gulliver anashinda askari wa Blafustia kwa urahisi na kumuokoa binti, lakini mfalme na katibu wake
Wamekwama kwenye moto. Gulliver kwa haraka anazima moto kwa kukojoa jengoni. Wote wanampigia makofi anapozima moto na kumwokoa mfalme. Mfalme anaondoa kifungo kwa Gulliver na Horatio na kumshukuru kwa ujasiri wake. Katika karamu ya usiku huo, mfalme anamuuliza Gulliver anatoka wapi na anamjibu anatoka Manhattan. Watu wa Lilliput wanadhani Gulliver alikuwa rais wa Manhattan kwa sababu ndiye shujaa zaidi. Gulliver anahisi kama shujaa kwa mara ya kwanza maishani mwake na anazua hadithi kuwa alijulikana kama rais wa ajabu. Wote wanamwamini isipokuwa Edward. Siku inayofuata, watu wa Lilliput wanamjengea Gulliver nyumba kubwa yenye huduma zote ambazo hakuwahi kupata New York. Gulliver pia anawaambia wajenge ukumbi wa michezo ili wote wafurahie. Kisha anaonyesha onyesho la kuzama kwa Titanic akidai ni hadithi ya maisha yake. Wote wanastaajabu na maisha ya huzuni aliyopitia. Edward anauliza jinsi alivyosalimika baada ya kuzama na Gulliver anadai alifufuliwa. Baadaye Horatio anamwomba Gulliver amsaidie kumvutia Princess Mary na Gulliver anakubali. Wanaenda kasri na Horatio anamkaribia binti wa kifalme. Gulliver aliyefichwa anasoma maneno ya wimbo Kiss na kumfanya Horatio ayarudie. Mwishowe binti wa kifalme anaanza kumpenda Horatio lakini anaitwa na Edward. Wawili hao walikuwa wamekusudiwa kuoana kwani Edward ndiye shujaa zaidi wa ufalme. Princess Mary hampendi Edward lakini hawezi kumkwepa. Kwingineko, kikosi cha utafutaji kinapata mashua iliyosombwa na mawimbi ikiwa na makopo ya koke. Gulliver anafika eneo hilo na kupata simu yake bado inafanya kazi. Ana ujumbe wa sauti 12 kutoka Darcy. Inageuka kuwa amegundua uandishi wake wa wizi na amekasirika. Sasa lazima asafiri kupitia njia ile ile kufanya utafiti wa Bermuda Triangle mwenyewe. Gulliver sasa hataki kurudi New York kumkabili, hivyo anaamua kubaki Lilliput milele. Edward hajaridhika na anamwambia mfalme anamshuku Gulliver. Mfalme anamkataa akisema anamwamini Gulliver. Kwa sababu ya ukaaji wake, mfalme anamteua Gulliver kuwa jenerali mpya na kumshusha cheo Edward kuwa naibu jenerali. Edward akiwa na wivu anazima mfumo wa ulinzi wa Lilliput, akirahisisha maadui wao Blufusia kushambulia. Askari wa Blufusia na mfalme wao wanaona nafasi hii na kupanga mashambulizi mara moja. Wanakaribia ufalme kupitia baharini na kurusha mizinga kuelekea Lilliput. Kwa kuwa ni jenerali, sasa ni jukumu la Gulliver kuwalinda. Kwa hofu anapiga maji na kuyasambaza. Mizinga haifanyi kazi juu ya Gulliver ambaye ni mkubwa kuliko wao. Hatimaye anawashinda Blufusia na kuwa shujaa wa Lilliput. Watu wa Lilliput wanatimiza matakwa yote ya Gulliver. Wanamjengea mfano wa Times Square ili ajisikie kama nyumbani. Wanabadilisha mavazi yao kufanana na ya Gulliver. Askari wanateuliwa kumkata nywele na kumpa masaji. Usiku mmoja, Edward anaingia kwa nguvu kwenye chumba cha kifalme cha binti. Anadai kuwa ana haki ya kuingia wakati wowote kwa sababu anamchumbia binti huyo. Binti wa kifalme anamwambia wazi kuwa hampendi na hataki uhusiano tena. Edward akiwa na hasira anaondoka kuelekea Blufusia kuomba msaada kwa mfalme wao. Wanaume wa Edward wamepata kitabu cha A Build Your Robot alichokuwa nacho Gulliver kwenye mashua. Mfalme wa Blufusia anakubali kumsaidia Edward kujenga roboti ili kupigana na Gulliver. Baada ya siku chache, Gulliver yupo kwenye mfano wa Times Square anapolia kengele za kasri zikionyesha uvamizi. Gulliver anashangaa kuona roboti kubwa ikiendeshwa na Edward likisimama mbele yake. Edward anamuita kwenye pambano la ana kwa ana. Gulliver hana njia nyingine ila kukubali. Anajaribu kusukuma roboti lakini lina nguvu zaidi. Roboti linamuinua Gulliver kwa kushika suruali yake na kumlazimisha akubali kushindwa. Gulliver anakiri kwamba kila kitu alichosema kuhusu kuwa rais ni uongo. Mfalme na binti wa kifalme wanashangazwa na usaliti huo. Edward anampeleka Gulliver kwenye kisiwa kilichokatazwa kiitwacho kisiwa ambacho hatuthubutu kwenda kama adhabu. Gulliver anapoachwa huko, anakokotwa na msichana jitu mdogo. Inageuka kuwa kisiwa hicho ni makazi ya majitu. Msichana anadhani Gulliver ni kinyago na anamweka kwenye nyumba yake ya barbie, akimvalisha nguo za waridi za kike. Wakati huo huo, huko Lilliput, mwili wa Darcy unasombwa na mawimbi hadi ufukweni. Gulliver alikuwa amewaambia wote kuwa Darcy ndiye mpenzi wake wa kifalme kutoka nyumbani. Kwa hivyo Edward anamtambua na kumfunga. Darcy anakutana na King Theodore na Malkia gerezani ambao wamekamatwa baada ya kushindwa kwa Gulliver. Horatio anaona hili na kuamua kusafiri hadi kwenye kisiwa ambacho hatuthubutu kwenda ili kumrudisha Gulliver. Yeye ni mdogo sana kwenye kisiwa hicho na anafanikiwa kumfikia Gulliver salama. Nyumba ya vinyago ya msichana huyo pia ina mifupa ya rubani wa zamani wa jeshi la anga la Marekani. Gulliver anatumia parachuti kutoroka na kuruka kurudi Lilliput. Anaenda kwanza kumuona Darcy gerezani na anakiri kwamba anamzimia. Darcy anamkubalia msamaha kwa uandishi wake wa wizi na anaonyesha dalili za kufunguka kwake. Gulliver anaamua kumkabili Edward tena kwa pambano.
Siku inayofuata, Gulliver na Edward wanasimama uso kwa uso tayari kupambana. Gulliver anataka Edward arudishe ufalme kwa King Theodore akishinda, lakini akishindwa Edward ataangamiza ufalme wote. Wanaanza kupigana na Edward anamshinda haraka. Horatio anakimbia kumsaidia Gulliver na kufanikisha kuingia ndani ya roboti. Anamdhibiti Edward kutoka ndani na kulizima roboti. Baada ya hapo, Gulliver anaushinda kirahisi na umati unashangilia kwa furaha. Hata Darcy anasherehekea ushindi. Kwa sababu ya ujasiri wa Horatio, anapewa ruhusa kumtongoza Princess Mary na wawili hao wanapigana busu. Wakati huo huo, Edward aliyekosa akili anamteka nyara binti wa kifalme, lakini Princess Mary, akiwa amechoshwa naye, anamshambulia na kumpiga kwa hasira. Darcy anamkumbatia na kumbusu Gulliver kwa mara ya kwanza. Mfalme wa Blufusia na King Theodore wako karibu kuanzisha vita tena, lakini Gulliver anawaacha wafanye amani kwa kusoma maneno ya Edwin Stark kuhusu vita. Hatimaye yeye pamoja na Darcy wanarudi New York City kwenye meli iliyorekebishwa. Baada ya wiki chache, Gulliver ameacha kazi ya chumba cha barua na sasa ni mwandishi wa usafiri. Yeye na Darcy wako kwenye uhusiano wa furaha. Gulliver amekamilisha jukumu la usafiri na sinema inaisha wanapotoka ofisini kwa Darcy wakiwa wameshikana mikono. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. So please subscribe.